Chuma, kwanza hongera sana kwa sababu harakati ni nyingi, upambanaji ni mkubwa sana. Asante sana. Heshima yako. Asante, shukrani. Nimeona umekuwa ukifanya vizuri katika michezo hii, umeshinda michezo miwili, umesare mchezo mmoja na umepoteza mchezo mmoja. Pengine inakuletea picha gani na taswira gani katika muendelezo wa mashindano haya kwa timu yako ya Evergreen Queens? Kwanza ninachoshukuru kwa nina pointi 7 ambazo zinaweza kuniashiria kupata nafasi ya pili endapo timu moja itakuwa imefikisha pointi 9 au pointi 8. Kwa hiyo na uhakika wa kupata nafasi ya pili kwenye kundi letu, na michezo niliyocheza minne imenifanya kumaliza leo hii, na michezo iliyobakia kwa timu zingine bado mchezo mmoja. Katika michezo hiyo nadhani yeye atakayekuwa amefanya vizuri atanipita pointi 2 na atakayefanya vibaya basi atakuwa amenipita pointi 1 ambayo itanifanya nibakie nafasi ya pili. Kwa hiyo hapa naona jukumu langu kubwa ni kujiandaa tu na kwenye sita bora. Ukitazama kwa muundo wa kikosi chako, nafasi yako ni ipi kuhakikisha unakwenda kuwakilisha mkoa wa Dar es Salaam kwenye mashindano ya mabingwa mkoa? Kubwa zaidi kwa sababu timu zitakazoingia kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta bora zitakuwa 6. Ninaamini kila mtu atakuwa amejiandaa, lakini na mimi pia nimejiandaa kufanya vizuri kwenye nafasi 3, nipate hata moja, niwe bingwa mshindi wa pili au wa tatu. Lengo zaidi ili nikienda nipate nafasi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa, kutafuta nafasi ya kupata daraja la kwanza kwa mkoa wa Dar es Salaam. Umekuwepo kwenye soka la wanawake kwa miaka mingi sana, mmoja wa watu, yani siwezi kukuita tu legendary, naweza kukuita majina mengi sana ambayo ni ya heshima kwako. Unadhani sasa kipindi ambacho mlikuwa mnapigania soka la wanawake na sasa kuna mabadiliko gani ambayo unayaona pengine kwa upande wako? Mabadiliko yapo, ingawa yanakuwa madogo sana, kwa sababu ligi ya mkoa kuna mwaka unakuta inacheka na ratiba na timu zinakuwa ziko vizuri. Kama mwaka huu ratiba ilitoka mapema, timu ziweze kujipanga vizuri mapema, zifanye mazoezi mapema. Kwa hiyo yale kila mtu aliishi katika kujua siku fulani nitafanya tukio fulani, baada ya tukio nitafanya hivi. Kwa hiyo timu zilikuwa ziko vizuri na makundi yote ukiangalia michezo katika ushindani ile kufungana 7-8 kwa sababu ya timu moja ina wachezaji wasifanya mazoezi hakuna. Ila kubwa zaidi changamoto inakuwa kama nilivyosema, kuna mwaka inakuwa iko vizuri, kuna mwaka na inatokana na kalenda yenyewe, nadhani wakati mwingine chama kama vile inawayumbisha, umeona. Lakini ongezeko la wachezaji ndio linalofurahi zaidi. Mkoa wa Dar es Salaam mwaka tumecheza timu 13, lakini timu 13 zote zina wachezaji 25 na bado kuna timu zimekosa nafasi ya kuchagua wachezaji wao. Kwa hiyo ninachofurahi tu kwa sasa hivi ongezeko la wachezaji wa kike kwenye mpira huu limekuwa kubwa sana, tofauti na miaka ya nyuma. Maana hiyo kwamba wachezaji wamekuwa wengi sana tofauti na zamani. Of course hiyo imekuwa nzuri sana. Kwa mtazamo wako sasa, kwa sababu kwa sababu tumeona makocha wengi sana wameongezeka kwenye soka la wanawake, watu wengi sana wamejitokeza. Unadhani wewe kama mtu ambaye umekuwa ni watu ambao mmepambania soka la wanawake kwa muda mrefu, nini ushauri wako kwao katika kuhakikisha wanaziishi ndoto za wachezaji wengi wa kike na hiyo sehemu ya mafanikio yao? Hiyo kama ulivyosema, hiyo changamoto inakuwa kuna kusoma mpira kufundisha na kuna kujua kufundisha wachezaji wa aina gani wanao. Unajua kuna wale senior hata wa kiume, kuna kufundisha watoto wadogo, kuna mbingu wa kufundisha watoto wadogo, hata wa kike kuna mbingu wa kufundisha watoto wa kike. Sio tu kwa sababu unajua kufundisha mpira au umesoma mpira basi unaamini, hapana. Kwa hiyo nashauri tu kwa ongezeko la makocha ambao wanakuwepo wanaokuja kwenye mpira wa kike wajitahidi kujifunza mbinu za kufundisha wachezaji wa kike ili wao wachezaji, kwa sababu watoto wa kike mara nyingi tunakuwa tunawafundisha sisi wenyewe, misingi ya mpira tunawapa sisi wenyewe. Sasa ile kujua mbinu za jinsi gani kumfanya mchezaji awe mchezaji ndio zinazotakiwa. Sio mbaya kuuliza, sio mbaya kuomba ushauri, lakini hata sisi watu ambao angalau kwa sasa tunaonekana wakongwe mbadala kina Bomba kina Miraji tuko kama sisi, lakini hata sisi tulikuwa tu wa ushauri wetu, naomba wao ushauri, mwalimu hapa nifanyeje, hapa iweje, unaona, ili ujue. Kwa hiyo ndio maana utakuta hata timu zangu wachezaji wangu kidogo wanakuwa wanapata mbinu fulani au wanakuwa na mabadiliko fulani, wanakuwa na ufundi fulani, kwa sababu niko muda mrefu na nilipata mbinu za kufundisha watoto wa kike kwa walimu walionitangulia. Kwa hiyo wale wanaokuja wasione bwanzi kuja kutuuliza au kushirikiana nao wakati labda wanajishusha, hapana. Lakini hata wao pia wanaweza kuwa wana ujanja fulani. Mtu kama mimi pamoja na uzoefu wangu siachi kumwangalia pia hata yule anaokuja.
ili upate mbinu nyingi zaidi. Chuma, mimi naamini tutakuwa na exclusive hapa karibuni. Mimi na tutapiga story nyingi sana. Kwa muda wenu kushukuru sana na nikutakia la heri kwenye sita bora kwa sababu tayari umefuzu. Asante sana. Bana, huyu ni Chuma, coach wa Evergreen Queens, na nikukumbusha kuwa huyu pia alikuwa ni coach na mmiliki wa timu ya Amani Queens ambayo ilikuwa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Baadaye ilinunuliwa na sasa inaitwa Mashujaa Queens ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Niko hapa katika viwanja vya Tandika Mabatini, ofisi za Taifa, tayari kukupa full updates za mashindano haya ya ligi ya soka la wanawake mkoa wa Dar es Salaam. Jumamosi tarehe 21 tukutane Singida kwenye fainali za ligi ya soka la wanawake mkoa wa Singida. Nashukuru sana, mimi ni Salvatore na hii ni Sagoka Sports kutoka soka la wanawake.